Ahlan wa sahlan, jambo na karibu katika taarifa hii maalum ambayo leo tunaangazia changamoto zinazowakumba wanafunzi wa vyuo vikuu. Mimi ni Daniel Otipi nikiwa msomaji wako wa habari. Ili kupata taswira kamili ya hali hii, wanahabari wetu wamefanya mahojiano na utafiti wa kina kuhusu changamoto mbalimbali zinazowakabili wanachuo. Kwanza kabisa tumkaribishe mwanahabari wetu Lewis ambaye ametuandalia taarifa kuhusu changamoto za kifedha na gharama ya maisha zinazowakabili wanafunzi wa vyuo vikuu. Karibu sana Lewis. Asante bwana Otipi, ukiwa Upeo Media. Jina langu ni Lewis Eminyi na leo hii niko na mwanafunzi ambaye alitoka shule bila kumaliza. Ndugu, tuambie jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Jumba Shadrack. Okay, Jumba, ulikuwa chuo gani? Nilikuwa chuo kikuu cha Maseno. Chuo cha Maseno. Tuambie ni sababu gani? Tuambie kwa sasa unafanya shughuli gani? Kwa sasa najishughulisha, sasa hizi nimekuwa mkufunzi wa timu ya vikapu hapo. Kama unavyoona wanafanya mazoezi yao pale. Hapo ndio najishughulisha siku hizi. Hiyo ndo inakupatia riziki. Yeah. So kwa hivyo Jumba, tuambie ni sababu gani kilichokufanya ukaachana na shule? Sababu kuu ni changamoto ya fedha, karo. Sababu za karo. Yeah, ilichangia. So tuambie, kama wewe kama kijana ungelikuwa na fursa ya kurudi shule, ungerudi? Ningerudi. Na kama kufanya kazi ya kando pia naweza fanya, lakini pia unapata siku hizi timetable na hiyo kazi kidogo zinapishana, sasa inakuwa vigumu. Yeah. Asante sana bwana Shadrack kwa kufanya mahojiano nasi. Kwako Daniel Otipi. Asante sana Lewis kwa taarifa hiyo. Sasa tumkaribishe mwanahabari wetu wa pili ambaye ni Frida, ambaye ameangazia changamoto nyingine zinazowakumba wanachuo ikiwemo afya ya akili, mazingira ya kujifunzia na matarajio yao baada ya kuhitimu. Karibu sana. Asante sana Daniel Otipi. Na leo katika pilika zangu nimekuja kukutana na mwanadada ambaye atakuwa anatueleza story yake, tutakuwa tunamuuliza maswali, tutakuwa tunashare more. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Chloe Onyango. Unaitwa Chloe Onyango. Chloe Onyango, ulimaliza shule wakati gani? Nilimaliza shule mwaka uliopita, that's 2025. Na saizi unajishughulisha na nini? Saizi nafanya tu kazi ndogo ndogo. I'm hawking hapa kando ya barabara, nauza biscuit tropical kwa wale ambao wanao travel, wanaweza kunisupport kidogo kidogo. Ni sawa. Hadi wakati ambapo nilikuwa nakuja nilikupata ukiuza zile bidhaa. Na nikitaka tu kukuuliza kwa undani, wakati ulikuwa chuo kikuu ulifanya kosi gani? Nilifanya education science. Hiyo ni shule gani? Chuo kikuu cha Nairobi. Nairobi University? Yeah. Ni sawa. So wakati ulimaliza shule ulijaribu kutafuta kazi ama uliamua tu uanze biashara? Wakati nilipomaliza shule nilijaribu kutafuta kazi kwa shule tofauti tofauti, lakini juu ya ukosefu wa kazi na pia malipo ni kadogo, niliamua tu nikae kidogo ndio nione kama naweza rudi kutafuta kazi baadaye. Juu sasa niko na kazi nafanya ambao naweza pata kitu kadogo at least ya kurudi kwa nyumba jioni. Na nikiangalia wewe ni mwanadada umri mdogo na unalalamika kuhusu kazi na una feel aje, uko na hisia gani nikikwambia sasa hizi ukipata kazi unaweza fanya? Sasa nikiweza pata kazi sasa, of course nikiweza pata kazi sasa naweza fanya ya kosi yako? Ya kosi yangu, na hata kama si ya kosi yangu ikuwe ni kazi inayoleta pesa naweza fanya tu, naweza wajibikia kazi yoyote. So nikuulize, hii kazi yako ya kuuza bidhaa kila siku inalipa ama mambo si mambo? Vile venye unajua kwa biashara kuna ups and downs. Maybe saa zingine inaweza kuwa kuzuri, saa zingine pia ikuwe hakuna, na hiyo tu ni hali ya maisha. Okay. Tukimalizia, na ningependa uambie mwanadada ambaye anakusikiliza, labda alimaliza shule na ana feel like ana give up, ungependa kumwambia nini? Mimi naweza advice
mwanadada mwenzangu ambaye alimaliza shule na hana cha kufanya, kwa ajitokeze tu huku nje, haizi kosa cha kufanya, bora tu una hela kidogo tu unaweza pata ya kufanya, lakini akwe like imani. Kila mtu tu ako na imani, kila mtu ako na principles zake, kila mtu tu ako na dreams zake za kutimiza. So mimi naweza advise mtu ajitokeze tu huku nje, afanye tu hiyo kidogo, siku moja itajipa. Vile ambavyo Chloe ametuambia hapa, kuna siku itajipa, na usiwahi kata tamaa msikilizaji wangu ama mtazamaji wangu, kuna siku itakuja kujipa. Niite Frida Juma, tumekuwa na wewe na hapo ndo nakatishia. Asante sana kwa taarifa hizo wanahabari wetu Frida na Lewis, na ni wazi kuwa wanafunzi wa vyuo vikuu wamekabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji ushirikiano wa wadau wote ili kuhakikisha wanapata mazingira bora ya kujifunzia na kufanikisha ndoto zao. Mimi ni Daniel Otipi, asante kwa kutazama taarifa hii maalum. Kwaheri na tuonane tena wakati mwingine.